yani kwa akili za Muislamu tangia kizaliwa paka kuwe mtu mzima paka ingie kaburini aende Firdaus, ndio huwa anafikiria jambo moja, jambo tu la kuoa wanawake wengi. Ndio unaona huyu hapo hapo. Sasa anafikiria ni nguvu za kiume. Hiyo ndio anafikiria kwa akili yake. Na ndio sababu unaona mimi siwezi mfuata Muhammad. Kwa sababu hayo unajua huyu anazungumza mafundisho aliyofundishwa na nani? Na Muhammad. Muhammad alikuwa na hayo mafundisho. Ndio sababu unaona kwake ilikuwa ni balaa mwalimu wangu. Ndio. Yesu haikuwa hivyo. Mathayo 19 anzia 13 usikie. Inasema 19:13 kitabu cha Mathayo. Inasema hivi. Akaletea watoto wadogo. Sawa. Ili aweke mikono yake juu yao na kuwaombea. Kwa hivyo Yesu analetea watoto wadogo mwalimu wangu ili aweke mikono na kufanya nini? Na kuwaombea. Huyo ni nani? Yesu. Si ni Yesu mwalimu wangu? Sasa watoto wakienda kwa Yesu kumbe wanapata hifadhi. Ndio. Watoto wakienda kwa Yesu wanaombewa. Naam. Wanakuwa wakiwa sawa. Si ni kweli mwalimu wangu? Lakini swali, watoto wakiletwa kwa Muhammad inakuwaje? Naam. Profesa Jika umejiuliza hiyo swali. Usijifanye unaangalia chini. Usikilize hapa. Watoto wakipelekwa kwa Muhammad, nasema niko na wewe. Na hizi pita huko. Watoto wakipelekwa kwa Muhammad, watakuwa katika hali gani mwalimu wangu? Bulughul Maram. Naam. Ukurasa wa 39 sikiliza. Ukurasa wa 39 mwalimu wangu. 39. Inasema hivi. Ukurasa wa 39. Watoto wakienda kwa Yesu, wanakaa vizuri. Usaidi usikilize. Waachana hao watu wanakupoteza. Watoto wakienda kwa Yesu sawa. Lakini wakienda kwa Muhammad inakuaje? Soma. Inasema Aisha bint Abu Bakar sawa As-Siddiq mama wa waumini katika wanawake alikuwa ndiye mwanachuoni mkuu. Wapi mwanachuoni? Alikuwa na miaka 6 mwalimu wangu. Mtume alimuoa ati Mtume Muhammad alimuoa Aisha akiwa ana miaka 6. Aya, ati akiwa na miaka ngapi? 6. Akiwa na miaka ngapi? 6. Ngoja niwaulize. Unajua shetani. Wewe unaweza ruhusu mtoto wako wa miaka 15 aolewe? Huyu angekuwa shimo la tewa. Tena na lizee. Lakini sasa huyu ni kasichana kwa miaka ngapi? 6. Profesa? Unaniambia nifuate huyu jamaa? Salata akiluni profesa. Ati mimi sasa kazini na akili zangu nimfuate Muhammad. Na ndio ujua mwalimu wangu hata wao hawawezi wakamfuata Muhammad. Ndio. Hawawezi. Unaweza wewe mtoto wa miaka 6 utakuna ndevu. Mtoto wa miaka 6 utaoa. Si udhubutu tu hivi chifu ndani. Miaka 30. Hiyo ni maisha mwalimu. Muhammad anaoa mtoto wa miaka ngapi mwalimu wangu? 6. Lakini watoto wakienda kwa Yesu anawaombea. Hiyo hata nikiketi chini watu wanajua mwenye kufuatwa ni Yesu kabisa, sio Muhammad. Kwa nini Muhammad hatuwezi kumfuata mwalimu wangu? Naam. Hebu soma kitabu cha Yohana 14 aya yake ni 6. Yesu akamwambia, Yesu akakwambia mimi ndimi njia. Yesu anasema mimi ndimi njia na kweli na uzima. Soma. Yesu anasema mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kwa hiyo ukitaka kufika kwa Baba lazima upite kwa nani? Kwa Yesu. Anzia aya yake sasa ni ya kwanza. Msifadhaike mioyoni mwenu. Kwa nini? Mnamwamini Mungu? Sawa. Niamini mimi na mimi. Sawa. Nyumbani mwa Baba yangu una nini? Una makao mengi. Kama sivyo ningaliwaambia. Kwa nini? Maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, itakuja tena niwakaribishe kwangu ili nilipo mimi nanyi muwepo. Kwa hivyo Yesu anatuhakikishia mwalimu wangu. Anataka mahali alipo. Na sisi tuwe wapi? Tuwe hapo. Huyo ni Yesu Kristo. Kabisa. Swali. Mjomba anasemaje? Qur'ani 46:9. 46. Yesu anasema mahali alipo anataka sisi tuwe pale. Swali. Jamaa kutoka Arabuni anasema aje? Inasema 46 aya yake ni 9. Sikiza vile Muhammad anasema. Sema, mimi si kiraja mpya katika mitume. Sawa? Wala sijui nitakavyofanywa mimi. Woi, sikia huyu. Ajui vile kama atachemushwa ajui. Kama atakarangwa ajui. Ana habari. Kama atanyongwa ndio ajui kabisa mwalimu wangu. Kabisa. Anasema sijui nitakayofanywa mimi Muhammad. Alafu wala mtakavyofanywa nyinyi. Hata Muhammad ajui vile mtakayofanya Ramadhani. Profesa angalia juu. Wachana profesa. Huyu yani huyu ashakuwa hivyo mwalimu wangu. Nahurumia vijana wadogo. Naam. Ramadhani na mwenzake hapa.
Muhammad anasema hajui vile wao watakavyofanywa. Ndio. Lakini sasa wanamfuata, ala Muhammad. Salala Muhammad. Ya nini hiyo? Muhammad hajui vile atakavyofanywa, na hajui vile mtakavyofanywa. Sasa anawafundisha nyinyi mnaelekea wapi? 1971 mwalimu wangu ukikuwa ukishafika. Inasema hakuna yeyote katika nyinyi. Hakuna yeyote katika nyinyi. Wacha nifike mwalimu. Soma mwalimu. 1971. Wasije wakasema ni kunukuu tu. Soma. Inasema wala hakuna yeyote katika nyinyi ila ni mwenye kuifikia hiyo jehanamu. Kwa hiyo Muhammad anasema ati hakuna yeyote katika nyinyi Waislamu ila ni mwenye kufikia nini? Jehanamu. Kwa hivyo Waislamu wote wanaelekea wapi? Motoni. Bado mnafuata Uislamu na Muhammad wenu. Mwalimu wangu, kwa nini hatuwezi kumfuata Muhammad? Ndio. Kwa nini mimi Kasina siwezi kumfuata Muhammad? Ndio. Maana Muhammad ameongozwa na kutawaliwa na utawala wa shetani, si wa Mungu. Ndio. Mayunga ukurasa wa 1422. 1422. Hatujakuja kubahatisha bwana. Nipatie andiko. Yesu anasema nifuate, unapatia unaruka kabisa. Inasema shetani ati nani? Shetani sawa akamnongoneza matamko fulani. Mwalimu anzia juu kwanza ndio usicheke kwa maana hapo kuna balaa. Mtume achezewa na shetani. Ati nini? Mtume achezewa na shetani. Huyu ni Muhammad. Amechezewa na nani? Na shetani. Aenda kwenye point sasa. Na amedai eti shetani kambeba Yesu huyu. Na kumbe ndiye anachezea Muhammad sasa. Huyu ndio kuhurumiwa sasa. Shetani akamnongoneza matamko fulani akayasema akifikiri ni sehemu ya wahai. Aya, ati ni sehemu ya wahai. Muhammad anaongozwa na shetani. Shetani anamwongelesha matamko kwa masikio. Anayasema akidhani ni sehemu ya wahai. Nayo ni gani? Nayo ni aje, hao ni waungu watukufu. Ati hao ni waungu watukufu, akizungumzia miungu mitatu ya kule Arabuni. Lata, Uza na Manata. Miungu watatu wa wapi? Wa kule Arabuni. Soma mwalimu wangu. Na kwamba maombezi yao bila shaka yanafanya nini? Yanatarajiwa. Teremka. Mtume SAW sawa akaendelea kusoma haya mpaka alipofikia ayatu sajida akasujudu. Muhammad akasujudu kwa matamko ya nani? Ya shetani. Mwalimu wangu tuwa pamoja. Ati Muhammad akasujudu kwa matamko ya nani? Ya shetani. Muhammad akasujudu kwa matamko ya nani? Ya shetani. Endelea. Na Waislamu nao ati Waislamu walikuwa hapa akina profesa. Waislamu nao wakasujudu pamoja naye. Wakasujudu kwa matamko ya nani? Ya shetani. Hiyo uweke vizuri kwa madula wa Mlangata. Kwamba wanasujudu kwa matamko ya nani mwalimu wangu? Ya shetani. Kwa nini matamko ya shetani? Ukurasa wa 20 asili ya majini. Ukurasa wa 20 asili ya majini. Ni bahati mbaya kwamba sawa Adamu na Hawa hawakufanya jitihada za kumwezesha shetani na wanawe ndio kuomba msamaha kwa Mungu na kuwa Waislamu. Soma. Ni Mtume Muhammad tu mwenye tunajadili leo. Ni Mtume Muhammad tu. Ni Mtume Muhammad tu. Ni Mtume Muhammad tu. Sawa. Ndiye aliyemsilimisha shetani. Ati Muhammad alisilimisha shetani akawa Muislamu. Kwa hiyo leo hii shetani ni wa dini gani? Muislamu. Mtume wake ni nani? Muhammad. Na huyo ananiambia nimfuate. Yaani wewe ukiabudu shetani yako hapo pia unaabudu. Allahu Akbar. Shetani naye kwa hapa na pembe yake. Allahu Akbar. Ala, dakika moja. Dakika? Yes, enda huko bwana. Tunafuata ile ambayo tunajua mwalimu wangu. Naam. Yohana wa kwanza 2:1. Nilikuwa niingie kwa hoja ya vitabu. Inakuja huko huyo alitokana sana mambo ya vitabu. Lazima tuingie pale tumsafishe kidogo tu. Yohana wa kwanza 2 aya yake ya kwanza inasemaje? Watoto wangu wadogo, sawa, nawaandikia haya ili msitende dhambi. Sawa. Na kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba. Sawa. Yesu Kristo mwenye haki. Sawa. Naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu. Sawa. Wala si kwa dhambi zetu tu. Yohana anasema si kwa dhambi zetu tu, bali na kwa dhambi za ulimwengu wote. Hiyo ndio kweli ya maandiko. Wakufuatwa sio Muhammadi, wakufuatwa ni Yesu Kristo mwalimu wangu. Maana ana mamlaka mbinguni na duniani.